Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika sehemu muhimu ya somo linalohusu kurudi kwa Yesu Kristo, na tunaangazia kuhusu karamu ya miaka 7 mbinguni, yaani sherehe ya miaka 7 mbinguni kwa mujibu wa maandiko. Na hapa nitasoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 19 mstari wa 9. Biblia inasema, naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Kama vile wanadamu ambavyo hufanya sherehe kufurahia pamoja na wale wapendao, Yesu amekusudia kufanya sherehe ya aina yake, kuwakaribisha wale awapendao, yaani wale ambao wamemwamini. Hili ni tukio la pongezi, furaha na kupewa zawadi. Katika kitovu cha mbingu ya tatu, wazee 24 wenye uhai wanne, maserafi, makerubi, jeshi kubwa la malaika na watakatifu wote watakuwa pamoja na watakatifu kwa ajili ya kufurahia sherehe ya Kristo, akiwakaribisha waliomwamini katika makao ya furaha na ya milele. Lakini pia jambo la pili, kutakuwa na malipo au thawabu mbalimbali zitakazotolewa, vile ambavyo unaona kwenye graduation au kwenye sherehe mbalimbali za kuhitimu, kuna zawadi mbalimbali watu wanapokea kulingana na vile walivyofanya vizuri. Kwa hiyo kutakuwa kuna hali kama hiyo ya furaha. Sisi tutakuwa kama wageni rasmi wastahiki, watu wa heshima, na kwa mujibu wa maandiko, chakula tele na mahitaji yote yatakuwa ni ya kujipimia. Yesu anazungumza neno kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 2 na wa 3. Yesu anasema, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia makao. Basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Kwa hadi saa hii tunavyozungumza kwa habari ya ujio wa Kristo Yesu, kila kitu kiko tayari bado Kristo Yesu kuja. Naona maandiko wakati mwingine anasema, heri kuwa maskini wa roho, moyo na mazingira mengine. Kwa hiyo ni vema kuishi maisha masafi na kuweka hazina zetu mbinguni kwa ajili ya kutunukiwa. Unajua, mbinguni mtu anaingia kwa kumwamini Yesu Kristo, lakini thawabu au zawadi anazozipata inatokana na maisha aliyoyaishi au wokovu, jinsi alivyoutumia katika maisha yake hapa duniani. Ndio inasababisha kutunukiwa, kupewa zawadi wakati huo. Furaha kuu kupita zote ni jina lako kuandikwa mbinguni. Tukio la kula na kunywa litafuatiwa na pongezi kwa waalikwa mbinguni, kuvikwa mataji, medali za heshima na kupewa zawadi mbalimbali kwa ajili ya Yesu Kristo kuweza kutimiza furaha yake ya vile ametembea na wewe, na vile ambavyo umefanya kazi pamoja naye, vile ambavyo umetembea naye na kumwakilisha hapa duniani. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 5. Biblia inasema, angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Basi wewe utoapo sadaka usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Amini nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Tena msalipo, msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. So hili thawabu ni zawadi zinazotokana na kazi njema ulizozifanya pasipo kutazama tension au malipo
kutoka kwa watu, wokovu wako ulivyoishi vizuri pia. Vyote hivi ni vigezo vinavyokufanya upokee thawabu. Lakini ningependa kuzungumza juu ya viti viwili. Maana mara nyingi kumekuwa kuna mafundisho yanayozungumza juu ya waliomwamini Yesu na wasiomwamini Yesu, wote tutaenda mbele ya kiti cha Kristo kimoja. Lakini kuna utofauti. Kuna viti viwili. Kuna kiti kinaitwa kiti cha hukumu cha Kristo. Kiti cha hukumu cha Kristo. Hichi ni kiti ambacho waliomwamini Yesu Kristo ndio watakiendea, ndio watasimama mbele ya hicho kiti. Na nitasoma andiko mmoja ili kabla ya kufafanua neno hukumu, maana imetajwa kiti cha hukumu cha Kristo. Wataenda waamini. Sasa unaweza ukajiuliza, wameamini alafu waende mbele ya kiti cha Yesu Kristo kwa ajili ya kupokea tena hukumu? Wakorinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 9 na wa 10. Biblia inasema, na aliwaandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane na wazinzi. Sisemi msichangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii, au wenye kutamani, au na wanyang'anyi, na wenye kuabudu sanamu, maana hapo ingewalazimu kutoka katika dunia. Kwa hiyo moja anaanza kuzungumza habari ya kutoka kwenye mwenendo ambao haufai, mwenendo ambao haufai, mwenendo usiofurahisha, mwenendo ambao utapoteza nafasi yako kwa ajili ya kupokea taji, kupokea thawabu na kupokea zawadi mbalimbali ambazo zimekusudiwa. Kabla hajazungumzia habari ya kiti, anazungumza habari ya kutoka kwenye mwonekano ambao sio mzuri. Alafu ukienda kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5, Wakorinto wa pili sura ya 5 ule mstari wa 10, Biblia inasema, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda kwa mwili, kadri alivyotenda, kwamba ni mema au ni mabaya. Kwa sasa unaona hapa sisi, Paulo anatumia neno sisi kuonyesha tulioamini tutahudhuria mbele ya kiti kinachoitwa kiti cha hukumu cha Kristo kwa ajili ya kupokea nini? Kwa ajili ya kupokea ijara, kwa ajili ya kupokea mshahara, kwa ajili ya kupokea zawadi, kwa ajili ya kupokea malipo ya jinsi tulivyotendea kazi wokovu. Neno hukumu hapa katika huu mstari ni neno la Kigiriki linalosema bema, B-E-M-A, bema, linamaanisha thawabu pekee, thawabu pekee au utofauti wa kung'aa. Kitabu cha Daniel sura ya 12, Daniel sura ya 12 mstari wa 3, mstari wa 3, kuna jambo la muhimu sana ambalo Daniel analizungumza anapozungumza juu ya thawabu. Mstari wa 3, Biblia inasema, na walio na hekima watang'aa kama mwanga wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mtume Paulo pia anazungumza neno anapozungumza kupitia kitabu cha Wafilipi. Katika kitabu cha Wafilipi ile sura ya 3 mstari wa 13 na 14, Biblia inasema, ndugu, Paulo anasema, ndugu, sijidhani na nafsi yangu kwamba nimekwisha kuishika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele, na kaza mwendo niifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo. Unaona, akizungumza juu ya thawabu iliyoko mbele yake, akikaza mwendo, akifanya vizuri, akitembea vizuri na maisha ya utakatifu kwa ajili ya thawabu iliyowekwa mbele yake.
Lakini kuna kiti cha pili. Hichi kiti cha pili kinaitwa kiti cha enzi kikubwa cheupe cha hukumu. Kiti cha enzi kikubwa cheupe cha hukumu. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 20 kinaelezea hichi kiti cha pili. Sura ya 20 mstari wa 11 hadi wa 15, Biblia inasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Mstari wa 13, bali ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote akuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Kwa hiyo ikiwa hujamwamini Yesu Kristo, hichi kiti kitakuhusu, sababu ni mahali ambapo utadhihirishwa kwa ajili ya kupokea hukumu ya milele. Lakini kwa wale ambao wamemwamini Yesu Kristo, kutakuwa kuna baadhi ya thawabu ambazo watazipokea. Thawabu ya kwanza inaitwa thawabu ya uaminifu. Ukienda kusoma Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 25 mstari wa 21 hadi 23 itakuonyesha. Lakini thawabu nyingine inaitwa taji ya uzima. Taji ya uzima ambayo inapatikana kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 12 na Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 10. Lakini kuna thawabu nyingine inaitwa taji ya utukufu. Taji ya utukufu inatajwa katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 2 hadi mstari wa 4. Lakini pia kuna thawabu inaitwa taji ya furaha, inapatikana kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 19 hadi 20. Kuna thawabu inaitwa taji ya haki, inapatikana kwenye Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 8. Kuna thawabu inaitwa taji isiyoharibika kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 9 mstari wa 25 hadi 27 imetajwa. Lakini kuna thawabu inaitwa thawabu ya nabii na mwenye haki, inapatikana kwenye kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 10 mstari wa 41 hadi 42. Lakini pia kuna thawabu inaitwa thawabu ya mtakatifu na mtumishi, inapatikana kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 11 mstari wa 18. Lakini kuna thawabu inaitwa taji ya dhahabu, inapatikana kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4 na Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 11. Kwa wale waliokuwa na hekima watang'aa kama jua, walioongoza wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele, na wale mawakili wazuri waliozalisha faida watapewa urithi wa kumiliki miji pamoja na Kristo atakapokuja kutawala ile miaka 1000 hapa duniani. Watakuwa kama viongozi. Nakushukuru kwa wakati huu. Ninaomba fuatana na mimi kwenye sehemu inayofuata ya ujumbe huu wa kurudi kwa Yesu Kristo, tutakapokuwa tukiangazia habari za dhiki kuu kwa muda wa miaka 7, ule wakati ambapo kuna sherehe mbinguni kwa miaka 7. Hapa chini tunaenda kutazama nini kilikuwa kinaendelea kwa miaka 3.5 ya kwanza na kisha miaka 3.5 ya baadaye ili